nasubiri nyama kwa hamu sana. Nimetekeleza. Rosanella, nakuamini sana. Hamna nyama. Kule nyama zote mtakavyo, ila msiritako wangu. Unasikia mwanangu? Pale kanisani. Kuna demu namkubali kinoma yani. Yaani ameteka hisia zangu, anaitwa Loveness. Alafu sasa yeye ananifanyika mpaka aenda kwenye ibada za jioni wangu. Yaani mimi siongea si uzuri kabisa. Kama mimi hapa sasa, mimi hapa hivi. Napendeka sana mamshangazi. Kuna mama mmoja hivi anaitwa Aunt Zuu. Aise, nikimwona kanisani na changanyikiwa kabisa, hata neno la Bwana sisikilizi kabisa. Yule mimi yule afu mweusi. Huyo kama Glory. Mwanangu, nimekubali. Hadi mimi mle kanisani nafuata kama mshangazi tu. Kama mimi Aunt Zuu, mimi nikimpata haki ya Mungu, hata neno la Bwana sisikilizi mle kanisani. Sasa sikiliza, mimi nikimpata Loveness. Haya. Tunaoana. Tujizade kwa tunafuata mle maneno. Mwanangu. Sasa sikiliza. Baada tunaona tunaingia kanisani, tunaenda kusali, kumbe sio mambo yetu. Sikiliza. Hebu twende hivi kwanza. Mambo mengine tabu kwenye phone, si unaelewa? Haina noma mwanangu, mimi nakubali. Haina noma hiyo. Poa. Watu wamejawa giza, watu kwenye imani na imani zao, ila hawajui nilipata juzi. Yes, kilikuwa ni kisonono, sijui ni wakubwa kwa wadogo. Mwanangu, nilitoka ndani nimesikia ukuta, natembea paka chooni mwanangu. Nakojoa nasikia kama nakojoa mavi sasa. Tasikia. Hata na maswala yako ya ajabu ajabu. Maana hujakuwa bado. Sikiliza. Ningekuwa nitaacha. Sikiliza basi. Sawa, utaacha. Kwa mimi kuna demu mmoja hivi mwanangu ananisumbua sana. Yaani kifupi, alikuwa ni demu wangu mimi hapo kabla. Lakini sasa hivi kashaolewa, tena ameolewa na mchungaji. Sisi wachana naye tu. Siwezi kuachana na yule demu kwa sababu bado nampenda. Yaani kwenye moyo wangu hapa amekaa. Sasa mimi ninachotaka kufanya sawa. Iwe juu chini, piga binuka, miguu juu, kichwa chini. Wewe demu lazima nimjue. Demu wa mchungaji. Sio demu, mke wa mchungaji. Alikuwa demu wako kabla hajawa mke wa mchungaji. Kashaolewa na mchungaji, achana naye baba. Utapigwa maombi uchanganyikiwe. Wewe sikiliza, hakuna cha maombi kwenye mapenzi. Wewe uliona wapi maombi yanafuata mapenzi? Maombi yanaacha kufuata mashetani, majini, sio manini, yaanza kufuata mapenzi. Sasa sikiliza. Changu, sawa. Sasa tufanye hivyo, sawa. Wewe demu tayari alikuwa demu wako. Kwa hiyo niachie. Mimi nikadili naye, nipambane na mchungaji. Hiyo ni kazi kupambana na maombi ya mchungaji. Wewe sikiliza, acha ushetani. Sikiliza. Umeanza tamaa. Kumbe una tamaa. Sasa sikia. Wewe demu mwanangu, mimi iwe kesho. Iwe leo,
iwe jua, iwe mvua, yule demu mimi lazima nimwili kwa aina yoyote. Sawa. Iwe kwa vita, iwe kwa marungu, iwe kwa mapanga, iwe kwa maombi, sio maombi. Yule demu lazima nimwili. Mimi vingi wanakusaidia, unajua kabisa si watu achani. Lakini kwa hilo mwanangu, mimi nitakaa pembeni. Na unapigana watu wawili hapo mzee. Unapigana mchungaji na Mungu. Wewe umeanza ujinga. Huo ni uoga. Mwanaume atakiwa muoga. Mimi sipo. Nitakiwa tusaidiane ili mimi nimpate kwa mchungaji. Sasa kwa nini mchungaji ana majabu? Huko ndo sehemu salama. Biblia inatuambia unapoiweka hazina yako mbinguni ndipo na roho yako itakapo kuwa. Sasa wewe leo duniani umejiwekea mali nyingi, umelibikiza majumba, wakati siku ukifa, kama nilivyosema, sisi duniani ni wapitaji, si ndio? Siku ukitoweka, roho yako haitakuwa kwenye mali yako na ndio maana Biblia inatutaka tujiwekee mbinguni ambako ndiko hazina yetu itakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amina. Niendelee. Asante na ubarikiwe sana. Neno letu leo tumelitoa katika kitabu cha Mathayo 6:19. Tumesoma 19 hadi 21. Mkariri ili mkitoka mnakwenda mnapitia vizuri, mnafahamu, mnaelewa. Sawa sawa? Jamani, mimi ni washauri kitu. Kwa kuwa anayetaka tuiweke hazina mbinguni ndiye aliyetuweka duniani. Sisi ni nani tukatae kuiweka hazina mbinguni? Hazina anayoitaka Mungu tuiweke mbinguni sio hazina ya fedha. Mungu hana shida na shati lako. Mungu hana shida na nyumba yako kwamba uibebe uipeleke mbinguni. Amesema ilipo hazina yako mbinguni ndipo na roho yako itakapokuwa. Kumbe Mungu anahitaji hazina ya namna gani? Mungu anahitaji hazina ya maombi. Mungu wetu, Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu mwenye sifa, anayejitwalia utukufu kwawe. Kumbe Mungu anahitaji kujitwalia utukufu kutoka kwako. Kwa hiyo unapotia goti lako chini na kumlilia aliye juu mbinguni, Mungu anafurahi pamoja nawe. Pamoja na malaika wake wanafurahi. Ndio lengo. Leo unapotoka unakwenda kutoa msaada kwa watoto walio chini ya mazingira magumu. Ile ni hazina umejiwekea mbinguni. Unapotoka ukaenda kuwasalimia watu magerezani, mahospitali na sehemu nyingi zenye uhitaji, ile ni hazina umejiwekea mbinguni. Lakini unapotoka hapo unakwenda kukabana na mtu shati, mnakunjana, mnapigana, sio hazina umejiwekea mbinguni. Haleluya. Unapotoka hapa kwenye maombi, kwenye neno la Mungu jioni hii, unakwenda kwenye uasherati, kwenye uzinzi, sio hazina umejiwekea mbinguni. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo Mungu anahitaji hazina ya namna gani? Mungu anahitaji hazina ambayo itakufanya wewe siku ya mwisho roho yako iwe katika hiyo. Amina. 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 Kwa hiyo tuyatende yaliyo mema, ndiyo Mungu anayohitaji. Muda wa kwenda kulala saizi. Zima TV uje tuombe, twende tukalale. Ndio macho tuombe mama. Watu hawaitaki nuru kweli, moyo unaniuma, giza giza, ulimwengu wa giza. Aria.
kumbe Jaki. Yaani mimi mbona hivyo tena? Niambie. Sasa Zamia. Ni nzuri. Nasikia. Mimi ndo nimesharudi. Umesharudi? Mimi nishaolewa. Nishaolewa na mchungaji. Kafunga ndoa. Alia, hivi uko serious kweli wewe unachokiongea? Mimi mke wa mtu sasa hivi. Nishaolewa. Maana zile ahadi zote tulizowekeana mimi na wewe sasa hivi hazipo tena. Sasa ni mke wa mtu. Tena mume wangu akinikuta kwenye mazingira itakuwa ugomvi. Mimi nataka kuondoka kwa sababu nimemwacha mume wangu huko. Hadi unaongea nini wewe? Baba, hebu kaa utulie. Mimi mke wa mtu sasa hivi. Sikilize basi. Niachie. Sikiliza Alia. Hivi, hebu niachie. Mume wangu akija itakuwa ugomvi. Niache kabisa. Nimeshakwambia nimeshaolewa, mimi mke wa mtu, nina mtoto. Unataka nini tena? Uwe na mtoto, usiwe na mtoto, mimi wewe yanusu. Kwani nakupenda wewe mpaka na kizazi chako. Sasa nisikilize kwa umakini. Si unajifanya utakikuwa na mimi. Kitakachokukuta. Tusije tukaraumiana baadaye. Nenda nyumbani. Naomba uniache. Naomba tena tuachane, naomba uniache kabisa. Mimi naondoka. Na hivyo vitisho vyako vishinde kwa jina la Yesu. Nakwambia hivi, naomba uniache. Watu hawahitaji nuru kweli, moyo unaniuma giza, giza. Ulimwengu wa giza. Nasema naye Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu, sawa, alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Unasikia vizuri? Unasikia kabisa? Wewe unaelewa? Mimi kesho nikikuuliza ni mstari gani, ni kitabu gani ujue. Hii ni Luka 4. Tumeanzia mstari wa kwanza. Unakumbuka vizuri? Unakumbuka. Sawa? Haya, mstari wa 2 unasema hivi: akijaribiwa na Ibilisi. Sawa? Na siku hizo alikuwa hali kitu. Yaani zile siku 40 ambazo Yesu alikuwa nyikani, alikuwa hali chochote. Unaelewa? Kwa alikuwepo amefunga kama tunavyofanyaga sisi hapa nyumbani. Unaelewa? Kwa alikuwa hali chochote kwa siku 40. Sawa? Siku 40. Alafu Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Mbona hivyo? Mbona kama una wasiwasi? Uko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona umechelewa hivi? Shida nini? Sia. Sitabia mimi sipiki ndani. Sawa? Ukitoka jitahidi kuwahi. Sasa unatoka saa 4 unarudi saa 11. Mama mchungaji ni siku kweli. Stadi sana, sirudie. Basi sawa, jitahidi usirudie. Nenda ndani. Kila njia ina mtego, lakini mwenye moyo wa kweli ataanguka. Ulimwengu wa giza, mapambano hayaishi. Ulimwengu wa giza, kweli inapiga
mwisho ushindi. Hakuna siri itakayobaki milele. Nguvu za hila zinaweza kutikisa dunia, lakini haki itasimama mpaka mwisho.